Naitwa Apostle Morris Mwendwa, nimeokoka, Yesu ni Bwana. Wapendwa, leo nataka nisungumuze nawe kuhusu ujumbe ambao kichwa nimekipatia siri za kushinda vita za kiroho. Maana wapendwa, watu wengi wanaangamia kwa kutojua hizi siri. Umeokoka ndio, lakini shida ziko kwako chungu mzima. Lakini Mungu leo amenituma na ujumbe unaosema tujue siri za kushinda vita za kiroho. Na jambo moja, ukitaka ushinde vita za kiroho, lazima ujue ni aina gani ya vita unayopigana. Maana huwezi pigana vita ya ugonjwa na wewe unahitaji kazi. So you have to understand hiyo vita unaopigana ni aina gani, so that you can win. Number 2, for you to win this battle, lazima uombe pasipo na kukoma. Kumbuka story ya Hana aliyekuwa anadhalilishwa sana na Penina, akimwambia wewe tasa utasaa lini? Imagine Hana akufa moyo kwa sababu alijua jambo moja, hii spiritual battle aliyo nayo ni ya mtoto na lazima aombe. Mpaka mtumishi wa Mungu Eli akamuuliza, wewe mwanamke mlevi, umekuja kanisani ukiwa mlevi kufanya nini? Akaambia mtumishi wa Bwana, mimi si mlevi, na mimina roho yangu mbele za Bwana anijalie nipate mtoto. Kwa hivyo lazima uelewe kana kwamba hiyo spiritual battle ulio nayo lazima uombe pasipo kukoma. Hata kama majaribu yapo, lazima utafanikiwa. Number 3, lazima ukuwe na imani. Maandiko yanasema katika kitabu cha Waebrania 11 mstari wa 6, pasipo kuwa na imani hauwezi mpendeza Mungu. Kwa hivyo mpendwa, lazima uapply. Unapoomba lazima uapply imani, manake usipokuwa na imani itakuwa ngumu kupata hicho kitu unachokihitaji. So nazungumza na mtu nikwambie leo, kuwa na imani katika hayo maombi unayoomba kupitia ile vita unayopigana nayo. Number 4, ukitaka ushinde vita za kiroho lazima ukuwe mjasiri. Usikuwe mtu wa uoga. Ukisoma Timotheo wa pili kifungu cha 1 na mstari wa 7, maandiko yanasema Mungu hakutupatia roho ya uoga bali ya ujasiri. Kwa hivyo nataka uelewe kana kwamba unapotaka kushinda vita za kiroho lazima ukuwe na ujasiri. Hata kama milima, mabonde zimekuwa mingi katika maisha yako, lazima ukuwe na ujasiri. Another point, for you to win the spiritual battle, lazima uelewe ufunge na uombe. Yesu akaambia mitume wake, wanafunzi wake, hii haiwezi fanyika pasipo kufunga na kuomba. Sasa nataka uelewe kana kwamba lazima mambo mengine uombe kwa kufunga, ndiposa Mungu akakujibu. Don't joke with the fasting and praying. Inakuenable, hata inafanya wewe mwenyewe ugrow. You must grow in Jesus name. Hallelujah. Another thing, lazima ufurahie hiyo jaribio ambao ni vita ya kiroho, ndiposa upate ushindi. Kumbuka mtumishi wa Mungu Paulo alipokuwa anaandika kitabu cha Wafilipi 4 inasema furahini katika Bwana. Au huyo jamaa alikuwa amefungwa gerezani kwa sababu ya kuhubiri Injili. Kwa hivyo lazima saa zingine ufurahie hiyo jaribio, maana utatoka pale na ushindi mkubwa kuliko mwanzo. You must be happy in that battle. So to overcome that battle of spiritual, you must be happy, because after that battle you come out while you are very strong, you know. Kwa hivyo usiongope vita saa zingine, na ukuwa na furaha kwa sababu inakutia moyo. Uwezi omba ukiwa una furaha. So you must be happy so that you can win this battle, you know. Spiritual battle makes you to grow in the realm of the spirit. So for you to win this battle, you have to understand you are more than conquerors through Christ who strengthens you. Baba, ninakushukuru kwa sababu ya mtazamaji wangu na msikilizaji wa ujumbe huu. Mbariki anapo apply, anapousikiza kwa baraka kwa maisha yake, kwa kuwa wewe ni Mungu. Asante kwa kuwa unaweza. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen.